Leo nataka nizungumzie faida za kupima afya wakati wa uchumba. Hili ni suala la muhimu sana, hasa kipindi hiki ambacho kuna changamoto sio tu ya virusi vya ukimwi, lakini pia kuna homa ya ini au hepatitis B ambalo limekuwa ni tatizo pia kubwa sasa hivi. Lakini nitalenga zaidi kwenye virusi vya ukimwi. Mimi sio medical doctor, lakini nimekuwa nikitoa mafunzo haya sana katika taasisi za imani au taasisi za dini, kwenye jamii na kwenye makundi mbalimbali, na nimeweza kujifunza mambo haya kwa muda kama mwezeshaji katika masuala mbalimbali ya kijamii. Jambo la kwanza ni kwamba faida ya kupima afya wakati wa uchumba ni kwamba mtaweza kufanya maamuzi sahihi kabla hamjapofushwa na upendo. Tunauita upendo wa zezeta. Mara nyingi ukisubiri sana mpaka upendo umekua sana ndio mkapime. Tumeona wengine wakifika mahali wakafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Tunayaita upendo wa zezeta. Yaani mtu anafika mahali kwa sababu amempenda mtu sana. Ukimwambia vipimo vinaonyesha hivi na tukasema niko tayari nife naye. Lakini ukifuatilia haitokani na maamuzi, lakini imetokana na hisia. Kwa sababu tayari ameshampenda, wengine wameshaanza kununua vitu vya pamoja ambavyo watavitumia kwa pamoja. Kwa hiyo inampelekea huyu mtu aanze sasa kuona kwamba ni jambo gumu sana kuachana au ni jambo gumu sana kubadilisha mwelekeo. Kwa hiyo ni vizuri mtu anapokuwa anategemea kuoa au kuolewa kujitahidi kupima afya, sio kusubiri hata kiongozi wa dini aseme mkapime, lakini vizuri wakati uchumba unaanza au mahusiano yale ya mbali kabisa kwamba una dalili kwamba utamuoa, kupenda kupima mapema zaidi. Hii itakusaidia kwa sababu utakuwa hujamuingiza sana moyoni. Kwa hiyo ikifika mahali kama hapo panakuwa rahisi kufanya maamuzi sahihi kama unaamua uishi naye kwenye hali yake au la, kwa sababu upendo haujakuwa sana na gharama hazijatumika sana. Kwa hiyo hili ni swala la muhimu, lakini pia tusisahau kwamba kutokana na vipimo vyetu vinavyopima kinga mwili au antibodies, vipimo hivi vinahitaji kurudia mara kadhaa. Kwa hiyo mnapopima miezi 6 kabla ya ndoa ni vizuri zaidi, ingawa tatizo linaweza likagundulika kuanzia wiki 2 au hata kuanzia hapo kuendelea. Lakini kwa uhakika zaidi, kama watu watakuwa wamepima miezi 3, wakapima tena miezi mingine 3 ikawa 6, kuna uwezekano mkubwa wa kupata uhakika kwa vipimo tunavyovitumia sisi katika kupima virusi vya ukimwi, kwa sababu havioni virusi moja kwa moja, ila vinaona kinga mwili, kwamba kuna uwezekano kwamba huyu mtu kuna kinga mwili hizi za kupambana na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo inamsaidia kupata picha. Kwa hiyo kupima mara 2 kwa miezi 3 kunakupa uhakika zaidi. Kwa hiyo ni vizuri, hili ni jambo la muhimu sana kuanza mapema bila kusukumwa na mtu, kwa sababu haya ni maisha yenu. Msifanye kwa ajili ya jamii, kwa ajili ya wazazi, kwa ajili ya dini. Fanya kwa ajili yako mwenyewe, kwa ajili ya maisha yako. Lakini jambo la pili, unatakiwa kuchukua tahadhari kama umeambukizwa. Mara nyingi watu wengi wakishaambukizwa kwa sababu ya ujinga fulani anawaza kwamba mimi nitaambukiza wengine, lakini haelewi kwamba unapoambukizwa unaweza bado ukaambukizwa tena. Kwa hiyo kama kuna uwezekano wa kuambukizwa tena, ni kitu cha hatari kwa mtu yeyote, hata yule mwenye virusi vya ukimwi. Kwa sababu viko virusi vya aina mbalimbali. Unaweza ukajikuta ingawa una virusi vya ukimwi ukaambukizwa aina nyingine ya virusi vya ukimwi ambayo inaweza ikakutafuna kwa spidi zaidi hata ya vile ambavyo ulikuwa navyo. Kwa hiyo huwezi ukasema kwa sababu ninavyo na nijua ninavyo basi mimi ni wa kuambukiza wengine. Na kuna wengine wamejikatia tamaa kwa sababu tu ya kutokutaka kupima afya. Kuna dada mmoja alipoambiwa na mtu fulani, yule fulani yule ana virusi vya ukimwi, na yule dada akagundua kwamba amekuwa akishirikiana naye, amekuwa na mahusiano ya kingono na yule kaka. Yule dada hataka kwenda kupima, kwa hiyo akajua mimi nimeshakufa. Kwa hiyo akanywa dawa ya panya, ya kuua panya mara ya kwanza, akapelekwa hospitali. Kwa Mungu akamsaidia hakufa, akanywa tena mara ya pili. Na ndipo siku moja mtu mmoja akamwambia, "Lakini kwani umewahi kupima afya?" Akasema, "Sijawahi." Akaenda kupima. Kwenda kupima, yule dada hana virusi vya ukimwi. Pamoja na kwamba alikuwa na mahusiano ya kingono na yule kaka ambaye ana virusi vya ukimwi, alikuwa bado hajaambukizwa. Kwa hiyo alikuwa anataka kujiua kwa sababu hajapima afya. Kwa hiyo unaona hatari zilizopo za kufikia maamuzi ya haraka tu kwamba kwa vile naona kama na dalili za mimi tayari. Kwa hiyo ni vizuri kujiridhisha kwa kupima afya. Lakini jambo la tatu, kutibu mapema magonjwa nyemelezi. Hiyo ni faida nyingine.
utaweza kutibu magonjwa nyemelezi. Kimsingi watu hawafi kwa sababu ya virusi vya ukimwi, lakini wanakufa kwa sababu ya magonjwa nyemelezi au opportunistic infections ambayo yametokana na yule mtu hana kinga kwenye mwili wake. Kwa hiyo magonjwa mengine yanamnyemelea na kumpata kwa haraka. Kwa kama atakuwa amejua afya yake mapema, akawa anayatibu haya magonjwa nyemelezi, kuna uwezekano wa mtu huyu kuendelea kuwa na maisha yake mazuri na marefu zaidi. Lakini pia inamsaidia hapo hapo kuepuka uhatarishi, kwa sababu tayari umepima ukajua una virusi vya ukimwi. Kwa hiyo utakuwa makini katika maisha yako. Hata katika kufanya kwako kazi utajali kwamba natakuwa mimi nipumzike, natakuwa nile vyakula gani, natakuwa niepuke mazingira hatarishi ya vitu gani, ili asiingie magonjwa mengine kama hivi magonjwa ya typhoid yanaweza typhoid ikakuchukua au malaria kwa sababu tu wewe hujui una virusi vya ukimwi. Kwa hiyo kwa vile kinga yako ni ndogo, ukichelewa kuyatibu magonjwa haya au ukaruhusu kuingia kwenye mwili wako, kumbe ungeweza tu ukachemsha maji ya kunywa ukawa makini, basi inakusaidia. Ni sawa na mama mjamzito ambaye kwa vile anajua ni mjamzito, anakuwa makini nile nini, kwa sababu nisije nikadhuru mtoto wangu ambaye yuko tumboni. Kwa hiyo mtu huyu naye anahitajika kuwa mwangalifu. Kwa hiyo kwa vile kinga ni ndogo, ukiyatibu yale magonjwa nyemelezi, kuna uwezekano mkubwa wa kutokupata madhara ya haraka. Na ndio maana tunasema watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Hatuisemi watu wanaoishi na ukimwi, kwa sababu sio kwamba huyu mtu amekuwa mgonjwa amelazwa lakini anatembea akiwa na hali tu fulani. Na ndio maana hatupendi pia kutumia jina la waathirika, kwa sababu kama ni waathirika, hakuna mtu ambaye sio muathirika kwa namna fulani. Kwa sababu kama ndugu aliyokuwa anakusomesha wewe amepata maambukizi ya virusi vya ukimwi na hivyo akashindwa kukusomesha, akafariki au akaendelea na maisha yake magumu, akashindwa kukusomesha, au wewe una uwezo fulani ukajikuta kwamba pesa zako zinaishia kumuuguza ndugu yenu, basi tayari na wewe ni muathirika. Kwa hiyo hatupendi kutumia neno waathirika tukiwa na maana ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Tunatumia zaidi jina la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, kwa maana kwamba anaweza mtu mwingine akawa anaishi na virusi vya ukimwi lakini akawa yeye ndio ana hali hata ya afya ukimwangalia nzuri kuliko hata wewe, ila anaishi na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo tunahitajika kutumia lugha sahihi pia ili kuwafanya watu wawe wawazi kwetu na kutushirikisha. Nimejifunza kwamba unapotumia lugha ya unyanyapaa unawafanya watu wajifiche na uwe kwenye uhatarishi zaidi, maana wanajua nikisema nitachukuliwa hatua hizi. Kwa hiyo inamfanya mtu afiche, kumbe angekulinda kwamba mimi mwenzenu, hata nilivyojikata hapa na kidonda, muwe waangalifu na mimi ili nisije nikawaambukiza. Lakini anaogopa kusema kwa sababu anajua atakaposema atahatarisha zaidi maisha yake. Kwa hiyo tujifunze haya mambo kwamba ni ya muhimu sana kwetu. Lakini jambo la 4 ni kuepuka kumwambukiza mwenzako na watoto wako. Utakapotambua hali yako kwamba wewe unaishi na virusi vya ukimwi, inakusaidia kwamba uwe makini usimwambukize mwenzako, hata kwa wale ambao wako ndani ya ndoa. Na hii inakusaidia kwamba msije mkakuta wote sasa mnakuwa na matatizo, hata kumsaidia mwenzake yanakosekana. Kumbe wewe ungeweza kumlinda mwenzako, lakini vile vile ungeweza ukajikuta kwamba umemsaidia, umewezesha kwamba wewe upate tiba mbalimbali za kukuwezesha uzae watoto ambao hawana maambukizi. Kwa hiyo ni muhimu sana katika maisha yetu kuyaelewa hayo. Lakini kuna tahadhari za msingi nataka nikupe ambazo zipo hasa kwa vijana ambao wanaingia katika ndoa. Jambo la kwanza katika tahadhari, mnahitajika msianze mahusiano kimapenzi kabla ya wakati. Watu wengi sana ambao wanapuuzia kupima afya zao ni wale ambao walishaanza kuwa na mahusiano. Kumbe pamoja na kwamba wameanza mahusiano, huyu mmoja bado hajamuambukiza mwenzake, lakini kwa vile wameanza mahusiano na mmoja wapo pengine anajua kabisa hali yake, hii mnamsababisha amwambia hakuna haja hata ya kupima. Si kwanza tulisha kuwa na mahusiano. Kwa hiyo mnapoanza mahusiano, pamoja na kwamba pia mnamkosea Mungu, lakini pia mnatengeneza mazingira ya kutokuaminiana huko mbeleni, kwamba kama tulianza vile basi huyu ashindwe kutembea na mtu mwingine. Lakini pia mahusiano ya haya yanawasababisha kwamba mshindo kupima, muone hakuna ulazima tena, maana tumekuwa na mahusiano, kwa hiyo kama ni kuambukizana tulishaambukizana. Kumbe ilikuwa bado na mngeweza mkajinusuru au mkaepuka kuambukizana wenyewe kwa wenyewe pia, kwa sababu hamchukui tahadhari zozote katika maisha yenu. Maana kuna uwezekano mkubwa wa kupata virusi vya aina nyingine, hata kama wewe ulikuwa unavyo, ukipuuzia hivyo ukapata vya aina nyingine vikakupeleka kwa spidi zaidi. Lakini jambo la pili au tahadhari ya pili, msimhonge daktari ili mkamdanganye mchungaji au mkaidanganye jamii. Mara nyingi sana pamoja na kwamba pia si kipindi ambacho tunamlazimisha mtu kwamba lazima mchungaji aende naye akapimwe, lakini ukweli ni kwamba tumekuwa tukitamani kujua kwamba hali zenu zikoje. Kwa hiyo wengine
wanaweza wakatumia hata nafasi hiyo ya kudanganya na kuweza kutumia hata rushwa ili waonekane kwamba hawana tatizo. Lakini kumbuka kwamba kifo kitakuumbua wewe ambaye unaficha ugonjwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa kwamba kumhonga daktari ili upatiwe uandikiwe tu kwamba huna shida haikusaidii chochote. Yaani ni wewe unajimaliza mwenyewe na unajiweka kwenye mazingira hatarishi ambao hayatakusaidia chochote. Kwa hiyo ni vizuri kuikubali hali yako na kuifanyia kazi. Ndio maana watu wengi wanaoishi na virusi vya ukimwi, wale ambao hawajafika hatua kukubali tatizo lake, ndio wanaopata matatizo makubwa zaidi. Lakini ukishafika mahali ukaitambua hali yako, ukaikubali, basi una uwezekano wa kuamua kwamba mimi lazima niishi maisha marefu. Na kuwa tu kama mtu ambaye ana kisukari, ambaye ameamua adhibiti kula vyakula fulani, kwa hiyo maisha yake anaweza kudhibiti hali hiyo mpaka akaishi muda mrefu kuliko hata watu wengine ambao hawana kisukari. Tahadhari nyingine, usitumie ujanja kumdanganya mwenzako. Mara nyingi inapotokea mmoja anaishi na virusi vya ukimwi na anajijua, anaweza akamkatisha tamaa mwenzake kupima kwa sababu yeye anajitambua waziwazi. Kwa hiyo anafika mahali anadanganya. Kudanganya ni kitu cha hatari sana. Kama mwenzako atagundua mbele, maana yake hiyo ndoa haitadumu. Itakuwa ni ile ndoa ambayo mnaishi tu ili mlee watoto. Na ndio inafika mahali mtu anaitwa tu mama watoto, baba watoto, lakini sio mpenzi wa karibu ambaye anaona kabisa ni mtu wa maana katika maisha. Ni vizuri mtu akukubali katika hali yako ulio nayo, amue kuishi na wewe, lakini huna sababu yoyote ya kutumia ujanja. Kwa hiyo kuna watu wametumia hivyo, na wengine anajijua kabisa kwamba hawezi kuzaa, lakini anamdanganya mwenzake, na mbele ya safari mwenzake anagundua kwamba huyu mwenzangu kabla hata hatujaishi pamoja alikuwa anajua hali hii. Jambo kama hili sio zuri, halitakuletea amani katika maisha yako. Na ndio mambo ambayo yanaleta vurugu nyingi kwenye ndoa. Tunaletewa migogoro mingi tuishughulikie, lakini watu ambao walidanganyana hawakuambiana ukweli. Tahadhari nyingine, mnapoamua kuishi kama watu ambao mmoja anaishi na virusi vya ukimwi na mwingine hana, tunaita discordant couples, inawezekana hilo mkaishi pamoja. Na inawezekana mkaishi pamoja na hata msiambukizane. Usimuambukize wewe mwenye virusi vya ukimwi, usimuambukize mwenzako, na mfike mahali mpate hata watoto ambao hawana virusi vya ukimwi. Lakini inapotokea jambo kama hili, kuna haja kwa viongozi wa imani kutokulifanyia kazi moja kwa moja wenyewe, kwa sababu tu mtu ana haki ya kuoa na kuolewa. Ni vizuri wazazi ambao ndio pia wanahusika hata kumtoa bibi harusi aolewe na mambo kama hayo, basi wazazi waridhie, watambue hali hiyo na kuiridhia, ili anayefungisha yeye ajue kwamba anatimiza wajibu wake, kwa sababu huwezi kukataa kufungisha mtu kwa sababu ya ugonjwa tu peke yake. Sio sababu ya msingi, kwa sababu hata wasio na virusi vya ukimwi wanakufa vile vile. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kwamba wazazi waridhie kwamba huyu imeonekana kwamba hawa watu wako hivi, lakini wako tayari kuishi pamoja. Kwa hata inapofungishwa ile ndoa, basi lawama hazitakuja kwako kutoka kwa wazazi au watu wengine. Hili ni suala la muhimu sana kulizingatia. Lakini jambo jingine, mtofautishe uponyaji na matibabu. Kuna jambo ambalo nimeliona mara nyingi, kwa sababu kuna kitu kinaitwa viral suppression, au ile hali ya virusi, mtu anapoendelea kutumia zile dawa za kufubaza virusi, zinaweza zikasababisha kiwango cha virusi kipungue kwa kiwango ambacho hakitoshi kumwambukiza mtu. Sasa wakati mwingine ile mtu anapopima, ambaye anaishi na virusi vya ukimwi, akapima kiwango cha virusi au viral load, akaona kwamba hana, yani anaona kama vile hana virusi. Na hii inaweza ikamsababishia mtu akafika mahali akadhani amepona. Hili limewahi kutokea kanisani kwangu. Muumini wangu mmoja ambaye anaishi na virusi vya ukimwi aliweza kuniletea taarifa na akanionyesha kabisa kwamba, na nikagundua kwamba ni vipimo vyao vinapelekwa Moshi kwa ajili ya vipimo, na baada ya kupelekwa kule wanarudishiwa. Sasa nadhani kuna watu hawajaelewa vizuri tafsiri yake, lakini mimi aliniletea kunionyesha kwamba amepona. Kwa hiyo ningekuwa sina elimu ya masuala ya virusi vya ukimwi na ukimwi, ningeweza kumtangaza tu moja kwa moja kanisani kwamba kwa kweli mwenzetu tayari muujiza umeshatokea, ingawa tunaamini Mungu anaponya pia. Kwa hiyo ilikuwa inaonyesha tu kwamba kwa jinsi alivyoendelea kuzitumia kwa utaratibu mzuri ARV, zimemsaidia kuonekana kwamba sasa kiwango chake kiko chini cha virusi. Na ndipo inafika mahali mtu anajikuta hata akiwa na uhusiano na mwenzake anajikuta hamuambukizi, na wanapata hata mtoto asiyekuwa na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo tunahitaji sana, hasa watu wa imani ambao hatujaelewa hizo tofauti, tuzizingatie, maana tuna uhatarishi mwingi kwa sababu ya kutaka kujua sayansi vile vile. Nakumbuka nilikutana siku moja na manesi, wakaniambia uhatarishi waliouona wa mtoto aliyekuwa anaishi na virusi vya ukimwi, na walimpima wakaona kiwango chake kiko juu sana cha virusi. Lakini walisikitika kuona kwamba alipofariki, wale viongozi wa imani walikuwa wakiosha ule mwili wa marehemu
bila kutumia gloves. Kwa nini hawakutumia gloves? Ni kwa sababu waliona kwamba mtoto kama huyu hajaanza mahusiano ya kimapenzi, kwa hiyo hana virusi vya ukimwi. Na nataka nikuambie kwamba miaka ya nyuma ilikuwa watoto wanaozaliwa na virusi vya ukimwi wanakufa mapema. Sasa hivi kuna watu wengi ambao hawajawahi kuwa na uhusiano na mwanaume wala na mwanamke, lakini wanaishi na virusi vya ukimwi kwa sababu wamezaliwa navyo, kwa sababu kuna matibabu sasa hivi. Kwa hiyo tuwe waangalifu sana, tusichanganye virusi vya ukimwi na tabia. Hili ndilo jambo ambalo linatumaliza zaidi hata wale watu ambao ni waaminifu katika maisha yao. Unakuta ndio wa kwanza kupata maambukizi kuliko hata wale ambao wanaishi katika dhambi. Na ndio maana unaona kwamba kuna mataifa ya nje ambayo watu wanatenda dhambi waziwazi. Kuna sehemu ukitaka kwenda unakuta wanawake wako uchi, unaangalia kama mtu anayeangalia nguo kwenye duka, unachagua yeyote, lakini wanajali kupima. Kwa hiyo kwa vile watu wamepimwa afya, unaingia unafanya dhambi ya zinaa, lakini unatoka hujapata maambukizi. Wale ambao wanaamua kufunga ndoa bila umakini, tena katika ndoa takatifu kabisa, wanajikuta ndio wameambukizana. Kwa sababu virusi vya ukimwi haviambukizwi kwa sababu ya dhambi peke yake, bali kwa sababu ya ujinga. Yaani ujinga kwa maana kwamba kutokujua ukweli kuhusu virusi vya ukimwi na vinaambukizwaje, inatosha kukufanya uambukizwe na huku ukiwa katika ndoa takatifu kabisa. Kwa hiyo tunahitajika kuwa waangalifu sana kutofautisha uponyaji na matibabu. Lakini jambo jingine ni kwamba kama umepona, thibitisha kupitia vipimo vile vile vilivyokuambia umeambukizwa. Maana kuna watu wanapokiri kwamba wanajisikia kupona, wanakataa kupima. Anasema mimi sina haja ya kupima, Mungu ameshanionyesha, amesema na mimi. Lakini mimi ni mtumishi wa Mungu, pia nafanya kazi hizi za kiroho. Huwa najiuliza, hivi ni kanisa lilikupima likakuambia una virusi vya ukimwi? Kuna kipimo cha mchungaji au cha shehe ambacho kilionyesha unaishi na virusi vya ukimwi? Ukifuatilia sana utaona ulienda hospitalini, ulienda ukapima afya. Kwa hiyo kama ulipopima afya ndio waliokuambia unaishi na virusi vya ukimwi, basi kama Mungu ametenda muujiza, basi ni vizuri kuthibitisha pia kupitia kwa wale ukapime mara ya kwanza, ukapime baada ya muda fulani, uone kwamba kweli umepona. Na kuambia hili kwa sababu hata Bwana Yesu alifanya hivyo hivyo katika Luka 17 mstari wa 14. Biblia inasema alipowaona aliwaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Kipindi kile watu ambao walikuwa wanathibitisha kwamba huyu mtu ana kweli ana ukoma ilikuwa ni makuhani. Walipewa elimu hiyo ya kuhakikisha kwamba huyu mtu kweli ana ukoma, atengwe, asikae na ndugu zake akawaambukiza. Na kama itatokea amepona, wale ndio waliokuwa wanatakiwa kudeclare au kutangaza kwamba huyu sasa hana tena ukoma. Kwa hiyo Bwana Yesu alipomponya mtu, hakumwambia wewe umepona, nenda zako tu nyumbani. Alimwambia hebu nenda kwa makuhani, wakathibitisha na wao kwa vipimo kwamba kweli umepona kupitia huduma hii niliyokufanyia. Kwa hiyo ni vizuri kama Bwana Yesu aliwaambia waende kwa makuhani na hakuambia kwamba umepona wewe nenda zako tu nyumbani. Alitaka kuthibitisha ili yule mtu asiendelee kunyanyapaliwa na watu wakati kumbe Mungu amemponya. Kwa hiyo hata wale ambao wamepokea uponyaji waendelee kufuatilia kule ambako ndiko waliambiwa wana virusi vya ukimwi, kujiridhisha kwamba sasa Mungu ametenda muujiza. Nimependa kushirikisha haya kama mwezeshaji wa masuala haya ya jamii yaweze kukusaidia ili kwamba usije ukajiingiza kwenye matatizo kwa sababu tu kwamba upendo umeingia, upendo wa zezeta ambao unakufanya sasa ufanye maamuzi haraka kwa sababu umempenda kupitiliza. Lakini utakapogundua matatizo mbele utajuta na utaona aibu, hata utashindwa kuwashirikisha ndugu zako kwa sababu ulitumia nguvu zako mwenyewe. Hata ukipata matatizo utaogopa kuwashirikisha, utakaa na matatizo yako. Kwa hiyo ni vizuri kufuatilia haya na kuyafanyia kazi kwako wewe, lakini pia hata na ndugu zako, wadogo zako, wasaidie watoto wako waweze kuelewa ukweli huu ili kwamba tuweze kuwa salama katika maisha yetu. Kwa hiyo nimependa kukushirikisha hizi faida za kupima afya wakati wa uchumba badala ya kusubiri wakati mmefika karibu ndoa ni kesho au kesho kutwa. Hili litakutia kwenye hatari nyingi kwa sababu ndio pale unafika mahali pia unakataa majibu. Unakataa majibu kwa sababu umeshafikia mahali ambako unajua itakuwa ni aibu pia watu wote wanakuja kwenye sherehe, alafu kumbe jambo hili halifanyiki kwa sababu fulani. Lakini kama nilivyosema, wako watu pia wenye virusi vya ukimwi, bado ndoa inaweza ikafungwa ili mradi mambo ya msingi yazingatiwe, waikubali hali yao na namna gani wataishi ili wasiweze kuambukizana. Hili ni swala linalowezekana. Lakini swala la msingi hapa ni kwamba ufahamu ni wa muhimu sana. Kuelewa tatizo na namna ya kukabiliana nalo ni jambo jema linaweza kutusaidia sana. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kuwa na muda wako huu wa kuweza kujifunza. Endelea kuyafanyia kazi haya ili yaweze kukusaidia. Karibu tena.